mataifa yakasiria, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Maradhi ufutubi, Yesu yuaja tena. Tabuja utulilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Pata nafasi tusujudu. Tuombe. Mwenyezi Mungu uketie juu mahali pa siri mbinguni, asante kwa rehema zako ulizotuonyesha tangu mianzo ya kambi hili. Tumeuona mkono wako ukitenda miongoni mwetu binafsi na kwa ujumla. Bwana, katika ibada ya leo tunaalika uwepo wako wa Roho Mtakatifu ukae nasi, ukae na mkutano huu na makambi haya yakafanikiwe kwa jina la mwanao Yesu. Pia tunamwombea mhutubu mkuu atakayetuletea neno lako. Tunaomba yote atakayoyasema yatoke kwako, asinene yatokaye katika kichwa chake, bali Roho wako mwema akamuongoze kusema yote yamfayo kusema kulingana na mapenzi yako. Twajua kwamba waweza kutenda na zaidi ya tulivyoomba, tutakapoamini tu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amin. Tukae kwa makini tuweze kusikiliza fungu la sadaka. Somo la sadaka linapatikana katika kitabu cha Malaki 3 mstari wa 10 mpaka 11, na inasema mstari wa 8 mpaka 11 inasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Nyinyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana ayabariki maneno yake katika jina lake Yesu. Amina. Tutaomba baada ya kukusanya sadaka. Na mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Ikizu pamoja na Chagua Kweli TV, walioko mbele yako ni kwaya zinazopatikana hapa. Moja kati ya kwaya ni AYC kutokea hapa Ikizu High School. Barikiwa mtu wa Mungu na jumbe wakati ukiendelea kutoa sadaka.
wajua ya kwamba wewe ni barua na Mungu hapa duniani. Wanaokuzunguka waione nuru, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu. Roho nyingi zinapotea dhambini, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu. Roho nyingi zinapotea dhambini, angaza nuru ya Yesu. Shambani mwake Bwana mavuno ni mengi, ila wavunaji wachache. Tuamkeni sote tupeleke neno, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu. Roho nyingi zinapotea dhambini, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu. Roho nyingi zinapotea dhambini, angaza nuru ya Yesu. Kurudi kwake Yesu kumekaribia, wajiandaje rafiki, ajapo atukute tumejiandaa. Angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu. Roho nyingi zinapotea dhambini, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu. Roho nyingi zinapotea dhambini, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru ya Yesu. Roho nyingi zinapotea dhambini, angaza nuru ya Yesu, angaza nuru, Angaza nuru, angaza nuru ya Yesu.
Tusimame kwa ajili ya kupata ombi. Na tuombe. Mtakatifu Baba Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya matoleo tuliotoa, zaka na sadaka tulizotoa. Baba, kaziendelee kutujaza, ili pale tunapopungukiwa Baba kaendelee kujaza na mkono wako wenye nguvu. Wabariki wale waliotoa, lakini pale wale ambao hawajatoa pia kaendelee kuwabariki, ili siku zijazo waendelee kutoa. Tunasema asante kwa jina lako Yesu, amina. Bwana Yesu anakuja kutuchukua juu, tukaishi naye huko paradiso. Punde tutamwona akishuka na roho wingu kubwa la malaika. Wale washindi wa dunia wataenda naye Yesu. Itakuwa ni furaha, tutaimba na kucheza. Usikose ndugu pale. Wale washindi wa dunia wataenda naye Yesu. Itakuwa ni furaha, tutaimba na kucheza. Usikose ndugu pale. Hakuna kinyonge kitakachoingia pale, bali ni mashujaa wa imani wanaokubali kuacha dhambi na kaacha vyote na kumfuata. Wale washindi wa dunia wataenda naye Yesu. Itakuwa ni furaha, tutaimba na kucheza. Usikose ndugu pale. Wale washindi wa dunia wataenda naye Yesu. Itakuwa ni furaha, tutaimba na kucheza. Usikose ndugu pale. Kipi kilichobakia ni kumngoja tu akomeshe tabu hizi za dunia. Atakaporudi
dunia wataenda naye Yesu. Itakuwa ni furaha, tutaimba na kucheza. Usikose ndugu pale, wale washindi wa dunia wataenda naye Yesu. Itakuwa ni furaha, tutaimba na kucheza. Usikose ndugu pale. Usikose ndugu pale. Huo ni ujumbe kutoka kwaya ya vijana kutokea kule katika kanisa la Mgumu, maeneo ya madini. Ukiwacheki unaona kabisa ni watu wenye hela zao. Bwana awabariki sana Mgumu Youth Choir kwa huduma moto. Utagundua kwamba kwaya ya AYC, kama nimepatia kutamka, imetueleza habari ya angaza nuru, na kwaya ya Mgumu inatuambia usikose pale. Leo tumekusudia kubadilisha ratiba kidogo kwa sababu ya msiba ambao upo katika maeneo haya, na hivyo baada ya huduma hii tutakuwa na kula chakula cha kimwili. Mara baada ya chakula cha kimwili ratiba itabadilika kidogo, mgawanyiko utakuwa baadaye. Tutaanza vile vipindi na ni kipindi cha unabii au kipindi cha maidara, ili muda huo basi baadhi tutakuwa tumeenda kwenye mazishi, na baada ya vipindi hivyo viwili ndipo tutakapokuwa na mgawanyiko ule wa kaya na familia. Na kwaya ya Mgumu tutakuwa wote pale kwa huduma katika msiba ambao umetokea hapo. Kwa hiyo niwaalike twende tukafariji. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama mwenyekiti wetu amefika. Mwenyekiti wa conference ameniambia naye yuko njiani, tutakuwa naye hapa na kwenye msiba, japo yeye pia ni mmoja kati ya wafiwa. Katika masaa haya asubuhi, kama mtu ana kasimu fulani ambako katanisaidia kuwa anaangalia saa yangu imekata chaji, sie nikahubiri mpaka saa 9 hapa. Katika masaa haya ya asubuhi tunaposhughulika na nitakwenda nikimsubiri Yesu, jambo la kwanza nilipongeze kanisa pamoja na shule kwa maandalizi ya bango zuri sana. Yaani ukiingia live utafikiri upo kwenye satellite. Haleluya. Mambo mazuri tunapaswa pia kupongeza. Jamani, wao kwa Ikizu sekondari, wao tena, wao kwa IT manager, ubarikiwe sana kwa designing nzuri ambayo kwa hakika inamtukuza Mungu. Tunaendelea na makambi hapa. Shule pia Kitungwa Adventist wanaendelea na makambi. Ukikompea na kukontrasti unaweza ukaelewa nani wako juu. Halo. Kwa hiyo katika masaa haya ni kukumbushe ya kwamba wakati wa asubuhi
tutakuwa tukishughulika na kauli mbiu yetu, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tutakuwa tunashughulika sana na kitabu cha Luka sura ya 21 na lile fungu la 28, na wakati wa jioni tutashughulika na theolojia ya uwakili. Na katika kipindi chote hiki ninatamani Bwana anipatie namna na maneno yatakayokufanya wewe mtazamaji uingie katika pambano la kiuchumi. Ukijitawala kiuchumi, wewe kweli uko huru. Uhuru wa kiuchumi ndio uhuru wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jioni itakuwa mambo ya theolojia ya uwakili, lakini mchana kama hivi itakuwa habari ya muyaonapo hayo changamkeni, kaviinue vichwa vyenu juu, kwa kuwa wokovu wenu uko wapi? Uko mlangoni. Asubuhi ya leo ninatamani niweze kukupeleka katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 14 na lile fungu la 26 mpaka 33. Kitabu cha Mathayo 14 fungu la 26 mpaka 33. Neno la Bwana linasema, nilisahau kumpongeza mwalimu fundi mitambo, barikiwa sana. Unajua wahubiri bila mafundi mitambo hatutoboi. Mafundi mitambo wote Bwana wabariki. Nimejifunza ukienda disco, mafundi mitambo huwa hawatoki mpaka disco lifanyaje? Liishe. Mwalimu barikiwa kwa kukaa hapo. Mathayo 14 fungu la 26 mpaka 33, neno la Bwana linasema, wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yoe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yoe akisema, Bwana niokoe, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo walimsujudia wakisema, hakika wewe umwana wa Mungu. Mwisho wa kunukuu. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 fungu la 26 mpaka 33 kinaeleza tukio ambalo lilitukia baada ya muujiza mkubwa wa Yesu kulisha watu zaidi ya 5,000 kwa samaki 2 na mikate 5, ambayo kijana mmoja ambaye
alikuwa amehudhuria katika mikutano ambayo Bwana Yesu alikuwa akiendesha. Kijana huyu alitembea na chakula cha akiba, akijua ninakwenda, nitakaa mpaka hotuba itakapokwisha. Sasa wakati wanafunzi wanamwambia Bwana Yesu waache watu hawa waende, kwa maana hatuna chakula, wana njaa, watu hawa wana njaa. Wakati Yesu anaambiwa hivyo, akawaambia wapeni ninyi chakula. Nina wasiwasi huenda ni Petro, kwa maana Petro ndiye aliyekuwa na kihelehele. Halo, kuna watu wana kihelehele hapa Ikizu hawapo. Akiambiwa tuambie mpiga kelele, hata kama ulipiga kelele juzi, halo, jina lako namba 1. Yaani leo haujapiga kelele, mwalimu kamuita, anamwambia hebu nitajie majina ya wanaopiga kelele. Ulipiga kelele juzi, anakuandika. Nyewe kwenu hapa hawapo. Hadi huku. Waache tabia hiyo katika jina la Yesu. Wasikalili maovu ya watu, wasikalili makosa ya watu. Kosa la jana ni la jana. Umeulizwa leo, andika majina ya leo. Haleluya. Nikajua Ikizu hawapo bwana, kumbe wapo. Mungu akusaidie uache hiyo tabia. Wenye kiherehere wapo, wenye kihelehele. Akiitwa katika ofisi ya mkuu wa shule, tuambie watu wenye love affair hapa, wenye mahusiano. Halo, anaandika majina hata ya wale wenye mahusiano kwenye kujadili lesoni ya bobea andikoni, anaandika. Yaani wenzake wako bize na mjadala wa bobea nini andikoni, anasema hawa wana mahusiano. Anaanza kuandika hata wale ambao amewaona wanajadili somo la chemistry. Kaka nisaidie, ila namfundi akipiga tu jicho kaguna njia kwa mkuu wa shule, hodi yani anahemwa kabisa. Fulani na fulani wana mahusiano. Shindwa katika jina la Yesu. Shindwa katika jina la Yesu. Haleluya. Petro inaonekana ndiye aliyekimbia haraka, akamwambia Yesu, sikiliza, yupo kijana ana samaki 2 na mikate 5. Yaani ameandaa lunch ya samaki 2 na mikate mingapi? Yule kijana ninajaribiwa kusema alikuwa Msukuma, kwa sababu Wasukuma kwa asili huwa wakipika chakula wanapika kingi. Wasukuma hawanaga budget kwenye chakula, na ndio maana mila zao, ukiona Msukuma mchoyo, fuatilia vizuri, sio Msukuma huyo. Mila zao ukikuta wanakula, usisalimie, anza kukata matongi. Ukisha shiba kine nikogeshe mwanani mwakikiwa ulimola mola do kine hakaya walimola Wasukuma. Kale ka kijana haiwezekani. Unajua pia Wasukuma wanakula vizuri, hawajinyimi chakula. Samaki 2 na mikate 5 ameandaa kwa ajili ya lunch. Halo, samaki wangapi? 2 na mikate mingapi? Alikuwa balaa. Najua kuna watu hapa wanapigaga pepa 1, pepa 2, pepa 3, hasa ikiwa siku ya ubwabwa. Hawapo. Ndio kama ule kijana. Sio mbaya kula. Ukiwa kijana kula. Kuna muda utaambiwa hiki usile, hiki usile, hiki usifanyaje? Muda kula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa inaonekana huyu Petro akamwambia Yesu, yupo kijana ana samaki 2 na mikate 5. Sikia, Yesu akasema leta. Akakabidhiwa Yesu. Usicheze na Yesu bwana. Alipokabidhiwa, maandiko yanasema Yesu
Yesu akaomba. Yesu alipoomba akawaambia wanafunzi, wakaanza kugawanya chakula. Kikamegwa, wakala watu zaidi ya 5,000 bila kuhesabu wanawake na nani na watoto. Zamani wanawake walikuwa wanachukuliwa kama makochi, hawahesabiwi. Hello? Zamani huko watu ambao walikuwa wameelewi Mungu. Baadaye Paulo wakasema hakuna cha mwanamume wala nani mwanamke, sisi sote ni taifa takatifu la Mungu, ukuhani wa nini? Wa kifalme. Sisi sote ni ukuhani wa kifalme. Kwa hiyo sasa hivi mwanaume na mwanamke wote, hakuna ambaye hahesabiki. Haleluya! Lakini zamani walikuwa wahesabiki zamani. Na ndio maana zamani wengi wale ambao tulisoma zamani, wadada walikuwa wanasema, wewe unapambana nini? Mimi kuna mtu ananisomea. Zamani huko, yaani kabinti akasome, kanatulia, kuna mtu ananisomea. Wale wanaosomeaga watu walishakufa, wote wameisha. Pambana mwenyewe katika jina la Yesu. Halo? Mahali fulani mwalimu aliingia darasani, akaanza kuuliza kujua wanafunzi wanataka kuja kuwa nani. Liko darasa la form 4. Wewe unataka kuja kuwa nani baadaye? Nataka kuwa engineer. Wewe nani? Mimi nataka kuwa pilot. Wewe nani? Nataka kuwa mpiga debe. Wewe nani? Nataka. Wakafika kwa kabinti kamoja, kakasema mimi nataka kuwa mke wa yule kaka atake kuwa pilot. Halo? Ndio mkakati wake. Na hata hajui huyo kaka ambaye anataka kuwa pilot, hajajua interest zake. Inawezekana katika interest zake wewe haumo. Dada, pambana. Haleluya! Siku hizi ili uolewe, najua baada ya miaka kama 20 na nyesi mtakuwa mmeolewa, wadada mlioko hapa. Baada ya miaka 20, kuna mtu kakasirika, anasema yote hiyo nasubiri nini? Hello? Thamani ya mtoto wa kike ni pamoja na uwezo wake wa akili, uwezo wake wa kujitambua, uwezo wake wa uchumi. Ndio thamani yako. Haleluya! Kwa jitengeneze ili mwanamume awepo, kwa sababu wewe ni mwanamke, anatakiwa awepo mwanaume, kama ambavyo mwanamke anatakiwa kuwepo kwa sababu mwanaume hawezi kukaa peke yake. Hata Mungu anajua. Amen. Ako ka sauti yako. Bwana akaombea ile mikate, akaombea zile samaki wakala. Sikia, ukipeleka kwa Bwana, sikia, Bwana ana uwezo wa kubariki kitu kidogo kikatosha. Na ndio maana wale ambao ni waaminifu kwa matoleo ya zaka na sadaka, unakuta anakamshahara kadogo, lakini mwezi unaisha. Kwa nini? Bwana anabariki. Wanazuoni wanasema ile mikate iliyobaki, vikapu 10 na vingapi na viwili, alikabidhiwa yule kijana aliyekuja na samaki 2 na mikate mingapi? 5. Wanakwambia inawezekana alifungua bonge la duka la mikate kutokana na ukarimu wake. Hivi nikuulize, ni kwa nini alikuwa na mikate 2 na samaki 5 na Bwana alipowahitaji akatoa? Yaani alitoa mikate yote, akatoa samaki zote. Sikia, unapotoa ukampa Bwana, umewekeza mahali sahihi. Unapotoa ukampa Bwana, umewekeza mahali sahihi. Na sasa ona, kimetosha. Biblia haijasema. Wanazoona wanasema Mungu, Yesu asingeweza kumnyima yeye mikate imebaki, kuamini kuwa alipewa yeye. Unapotoa unazidi kubarikiwa. Haijalishi ni mwanafunzi,
toa, rudisha zaka, toa nini? Sadaka. Sasa baada ya hilo tukio, baada ya huo muujiza, maandiko yananiambia ya kwamba ndipo Yesu akawalazimisha wanafunzi wake watangulie mbele, yeye akiwaaga makutano. Maandiko yanasema alipoaga makutano akapanda juu ya mlima kwa ajili ya kuomba, akiwa mlimani wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Maandiko yanasema upepo ulikuwa wa mbisho, dhoruba ikaingia baharini, dhoruba, tufani, chombo kikaanza kuyumbishwa, hali ikawa tete, na wanafunzi wa Yesu wakaanza kupambana, wanachota maji, wanapunguza yaliyoingia ndani ya chombo, wanayatoa, hali bado ni tete. Sikia, Yesu alipowatazama akawaona wakitaabika katika maji, maandiko yanasema Yesu akawaendea akitembea juu ya maji. Anawaendea akitembea juu ya maji yanayosumbua chombo, anawaendea. Naomba niwaambie, tunaye Yesu ambaye huwa anaingilia katikati ya dhoruba, anaingilia katikati ya changamoto. Ni Bwana anayeingilia kati. Haleluya! Katika maisha mtegemee Yesu. Kuna vijana wana maombi, songeni mbele katika maombi. Yani form 1 muwe na kagrupu kadarasa kama maombi, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6. Sikia, Yesu alipoona dhoruba na kuona chombo kinataabishwa, kinasumbuliwa na maji, yeye aliye juu ya changamoto, yeye aliye juu ya dhoruba, maandiko yananiambia akaanza kuwaendea akitembea juu ya nini? Juu ya maji. Bwana anayeweza kutembea juu ya changamoto. Haleluya! Tuna Bwana anayeweza kutembea juu ya changamoto ya uwezo darasani, changamoto ya uchumi wa wazazi, changamoto ya mahusiano ya ndoa. Yuko Bwana ambaye anaweza. Haijalishi uwezo wako wa darasani, inajalisha yuko Bwana. Haleluya! Na anakuja mwenyewe, anakuja kwa sababu yeye ni Bwana anayejali. Mchungaji Malwa, yeye ni Bwana anayejali. Mchungaji kutoka kule Hopu, yeye ni Bwana anayejali. Haleluya! Ninapozungumza habari za Yesu, sikia, nina uzoefu naye, nimepitia uzoefu na Yesu. Niliwaambia kama sio hapa ya kwamba mwaka 2019 nilithibitishiwa na hospitali moja kule Baraton, Aidoreti kule, kwamba figo zangu zimefeli. Hello, mwaka 2019 nikiwa kwenye mikutano ya youth camp, not youth camp, youth congress, inaitwa Pan Africa Congress. Nikazidiwa chumbani, nikadhani nikichomi Baraton nibariki, nikanywa maji ya moto, ikashindikana, hali ikawa tete. Naomba nikwambie, nikakumbuka yupo Yesu, nikakumbuka yupo Yesu. Naomba nikwambie, katikati ya dhoruba, naomba nikukumbushe yupo Yesu ambaye hawezi kukuacha, hana hiyo tabia. Yeye sio kama wanadamu. Wanadamu wanaweza wakakusema, wanadamu wanaweza wakakucheka unapopata grade ya chini. Hiyo ni dhoruba. Yupo Yesu, wanadamu watakucheka. Hilo la mwisho, waache wakucheke. Muda sio mrefu unakwenda kuongoza katika jina la Yesu. Muda sio mrefu unakwenda kufanikiwa katika jina la Yesu.
Kimori anaweza akakubaliana na mimi. Kuna binti mmoja pale Kitungu Adventisti akiwa form 1. Mimi niliingia pale 2023 kwa nimemfundisha form 1. Anaelekea form ambazo hawafundishi kwa Kiingereza. Kwa ana kazi ajifunze lugha, lakini pia wakati huo atumie hiyo lugha kujibu maswali. Hali ikawa mbaya. Ni kweli ofisi ya taaluma ikawataarifu wazazi wake, tena sio wazazi, anahudumiwa na mjomba, kwamba huyu abadilishiwe mazingira. Ukweli alikuwa anapata 8, anapata 10%. Hello? 10, yani 10. Hadi Bible kuna siku alipata 16. Nililia na nikaamka kwa maombi na nikamtaja Bwana, huyu binti Miriam ninamuombea. Bwana, tenda muujiza katika jina la Yesu. Naomba niwaambie vijana, tuna Mungu ambaye haangalii kama wanadamu. Tuna Mungu ambaye hakati tamaa kama baadhi ya walimu. Tuna Mungu ambaye hakati tamaa kama baadhi ya wazazi. Wapo wazazi ambao wanasema baki nyumbani uolewe. Utafika kuolewa nako ni kazi. Ukimuona baba kama huyo, mama kama huyo, muombe. Funga angalau siku 3 maombi ya Ninawi. Walifunga siku ngapi? 3. Mfungie baba yako akili ibadilike. Na nikakwambia kuolewa ni kazi. Hello? Yule kijana ni wa kike, binti, ninakuhakikishia Mungu ni mwema. Mwaka huu yuko form 4. Sasa hivi hata juzi matokeo ya moko ana division 2. Ana division 2. Nilikuwa naongea na second master wa ile shule, ananiambia huyu kwa huu mtihani kupata division 2, huyu ana division 1 form 4. Likizo akanipigia simu, pastor, unaendelea kuniombea? Nikasema nikiacha kukuombea nimuombee nani? Na listi ya wanafunzi wamefika 135 ambao natamka majina yao. Mmoja niliwaambia jana wa Mbeya Adventist, sasa hivi ni dokta. Huyu naye muda sio mrefu atatoboa. Muda sio mrefu ataingia kazini. Naomba nikwambie mwanafunzi unayeniangalia sasa, Mungu ni Mungu mwenye uwezo wa kubadili mazingira magumu, mwenye uwezo wa kuyafanya masomo yasiyoeleweka yaeleweke. Kama alitembea juu ya dhoruba, bahari imechafuka, yeye anapita, imepita. Sikiliza, kufeli nako ni dhoruba, kufeli nako ni dhoruba. Makambi haya Yesu anakuja akitembea juu ya changamoto yako ya taaluma. Anakuja, naomba umkaribishe katika jina la Yesu. Karibishi. Maandiko yananiambia alipowakaribia, jambo la kusikitisha, walipomuona akiwaendea juu ya maji, eti wakaogopa. Wakaogopa. Hivi mkombozi anapokuja una haja ya kuogopa? Hivi mwokozi anapokuja, je, una haja ya kuogopa? Yesu akawaendea, walipomuona wakaogopa, wakapiga yowe. Somo linasema ukimuona Yesu utamtambua. Ukimuona Yesu ambaye katika makambi haya tunasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Huyo Yesu ambaye unasema ya kwamba nitakwenda nikimsubiri katikati ya dharuba, katikati ya machungu, katikati ya taabu ya ndoa, ukimuona utamtambua. Tatizo liko hapo. Wanafunzi wa Yesu hawakumtambua. Wakapiga yowe, wakasema ni kivuli, ni kivuli. Yesu akaitwa kivuli. Katika lugha ya asili
Nilipoona Waswahili wamesema ni kivuli, nikaona katika Biblia ya Kiingereza walipiga wewe wakasema it is a spirit, ni roho. Nilipofuatilia katika lugha ya asili nikakuta wanasema fantasma. Fantasma manake ni kitu kinachotokea kimazingala, roho kinatokea katika hali isiyo ya kawaida. Yani walisema ni mzimu, walisema ni mzimu, walisema ni mzimu. Nikuulize, ukimwona Yesu, mwalimu anayefuatilia mahubiri haya, akija katikati ya ndoa yako inayopitia changamoto, je, utamtambua? Ukimwona Yesu katikati ya mikakati ya kufaulisha darasa lako, utamtambua. Ukimwona Yesu utamtambua. Wanafunzi wa Yesu hawakumtambua. Sasa inawezekana tunatamka nitakwenda nikimsubiri Yesu, nitakwenda lakini huyu Yesu unayemsubiri ukimwona utamtambua. Sikia, bila kumtambua Yesu, dhoruba yako itaendelea. Bila kumtambua Yesu, dhoruba yako itaendelea. Katika makambi haya Yesu anapita, amepita kupitia masomo ya mafundisho makuu. Yesu namuona akipita. Yesu anapita kupitia masomo yale ya idara, masomo ya unabii, masomo ya maafisa. Yesu anapita kupitia kipindi cha kaya na familia. Huyo ni Yesu anayepita kwa ajili ya kuingilia kati mambo ambayo hayaendi vizuri. Ukimwona Yesu utamtambua. Katika mchana wa leo, dhoruba nyingi zikitokea, watu huenda kwa waganga, watu huenda kwa wachawi. Mimi ni mtu mwenyeji wa Dar es Salaam, lakini mimi kabila langu ni Mbena. Kule kwetu ukitokea msiba, lazima mwende kuuliza kwa wapiga ramli, kutafuta sababu ya nini? Ya kifo. Sijajua wanafunzi mlioko hapa, kwa makabila yenu, Wapare, Wajita, Wajaluo, Wakelewe, Waluli, Wakala, Wakuria, nani wengine hapa, Wanyakyusa, Wagogo. Kabila gani tumeliacha? Wasafwa. Kuna Wamasai, mama yeyote akwenya, Wamasai, Waikizu na makabila yote. Wasukuma hao tuliwataja kabisa ni wataalamu wa kula na sio wachoyo. Haleluya! Katika kila kabila wale wasiomjua Bwana huwa wakipitia dhoruba, huwa wanaenda katika mitambiko kwa waganga, wanaenda kutafuta kujua, lakini baadaye wanaenda kufanya matambiko ili kuondoa mkosi. Nikuulize, ukimwona Yesu katikati ya dhoruba utamtambua. Mimi nilimuona wakati naambiwa unatakiwa kufanyiwa upasuaji wa figo, na hapo ilikuwa ni Disemba, mwisho wa mwaka, na ninaambiwa ya kwamba madokta bingwa wa hospitali ya St. Luke's hawapo, watarudi tarehe 3 mwezi wa kwanza, na hivyo niko kwenye madripu ya kutuliza maumivu. Naomba kimoyomoyo, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, zuia habari ya kupasuliwa. Jifunze kukataa.
Dokta akisema ni kweli, vile ni vipimo, ni kweli. Sikiliza, usiwe mwepesi kukubali. Umetamkiwa ugonjwa, nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, unaweza kuondoa ugonjwa huu katika jina lako. Kataa. Leo ninasimama kinyume cha watu wanaosema, mchungaji, mimi na vidonda vya tumbo vyangu hapa. Mchungaji, mimi na figo yangu inauma hapa. Mimi na matatizo ya kifua. Mimi natakiwa special diet. Kuna wa special diet na vidonda. Kataa katika jina la Yesu. Unapolealea unamtukuza shetani. Unapolealea na kutambatamba unatambia ugonjwa. Ukatae katika jina la Yesu. Mimi nilikataa, nikamwambia Yesu, mapenzi yako yatimizwe. Hii ni mikwala ya shetani, najua hataki nikutumikie. Nikifanyiwa upasuaji, nikakaa kitandani. Wakati huo nilikuwa mkurugenzi wa idara ya uwakili ile Kitanganyika, idara ya vijana, idara ya mawasiliano, idara ya elimu, idara ya afya. Idara zilikuwa kibao. Nitafanyaje kazi mtu aliyefanyiwa upasuaji wa figo? Wapendwa, wakati huo rafiki yangu na kaka yangu Pado Nikikiwa aliyekuwa mwazini mara hapa, na kijana yake alimaliza hapa mwaka jana hapa, nikampigia simu, tukajadiliana, nikachati na madaktari wa Muhimbili. Wakaniambia marafiki zangu pale kwamba madokta bingwa wa mambo ya figo wapo, hawajaenda likizo. Kwa hiyo ona namna ya kuja. Na kujaje na siwezi, nitakodi ambulance kutoka Eldoret mpaka Dar es Salaam. Brother wangu akanikatia tiketi ya ndege. Nikapanda ndege kutoka Eldoret, nikashuka Nairobi. Nikapanda Nairobi, wakati naomba nikashuka Dar es Salaam Mwalimu Nyerere. Nimeshuka pale, nikapokelewa. Nafika Muhimbili mzima mpaka leo. Sikunywa dawa yoyote katika jina la Yesu. Naomba nikwambie, kinachozuia uponyaji wako, kinachozuia dhoruba yako ya ndoa isikome ni hofu. Hapa naongea na wewe ambaye unaishi na virusi vya ukimwi. Sikia, utaishi ikiwa hauna hofu, sababu ukimwi sio dhambi. Dhambi ni zinaa. Hello? Na inawezekana uliambukizwa wakati ukitoa huduma ya kuwahudumia wagonjwa. Naomba nikwambie, ondoa hofu. Mpaka leo nikiumwa naumwa tu njaa. Ugonjwa wa njaa, yani kila siku, si kwa nini? Lakini mengine yote hakuna. Haleluya. Natamani nikwambia kwamba wanafunzi waliingiwa na hofu. Yesu anakuja, wanaingiwa na hofu. Nakwambia katika makambi haya, Yesu yupo. Katika shule ya Ikizu, Yesu yupo, na kwa sababu yupo, ondoa hofu. Na Yesu akawaambia, msiogope, ni mimi. Aliona wameshapoteza mwelekeo. Katika ibada ya mchana wa leo, Yesu anasema yeye bado yupo katikati ya changamoto, katikati ya machungu ulionayo. Wewe uliyefiwa na baba, wewe uliyepoteza mama, wewe uliyepoteza wazazi wote, wewe ambao wazazi wako wameachana, wewe ambaye unalelewa na single mother, single father, haijalishi, Yesu yupo. Haleluya, Yesu yupo. Wewe ambaye una shida ya sickle cell, wewe ambaye una shida ya kifua, miguu, tumbo, una shida, naomba niwaambie, katika dhoruba Yesu yupo. Swala ni je, utamtambua? Wanafunzi wa Yesu, baada ya Yesu kuambia msiogope, ni mimi, Petro akadakia, kama ni wewe
niamuru nije juu ya maji. Hiyo kauli inamaanisha kwamba kama wewe ni Yesu, niamuru nitembee juu ya changamoto. Changamoto yalikuwa ni yale maji. Maji yanasumbua chombo, maji yanasumbua chombo. Petro anasema kama ni wewe, niamuru nitembee juu ya changamoto. Sikia, Yesu yuko hapa. Utatembea juu ya changamoto ya ndoa katika jina la Yesu. Utatembea juu ya changamoto ya elimu katika jina la Yesu. Utatembea juu ya changamoto ya afya katika jina la Yesu. Ukiwa na jina la Yesu, wewe hauna wasiwasi. Haleluya, haleluya. Petro akaondoka. Maandiko yananiambia Petro ameondoka, anaanza kutembea akimwangalia Yesu, akimwangalia Yesu, akimwangalia Yesu. Lakini kiburi kilipomwingia, kiburi. Mimi ni mwanadamu wa kwanza kutembea juu ya maji. Mimi ni mwanadamu wa kwanza, mwanafunzi namba 1. Mimi ni wa kwanza, nashika namba 1 kila siku. Mimi ni wa kwanza, ninaongoza kwa division 1 ya point 7. Mimi napataka A zote. Mimi wastani wangu ni mkubwa. Kiburi, kiburi, kiburi kilimfanya asahau ya kwamba anatembea akimsubiria Yesu, anatembea akiwezeshwa na Yesu, akasahau. Maandiko yanasema akaanza kuzama. Katika ibada ya mchana wa leo, ukishaanza kutembea juu ya dhoruba, kutembea juu ya changamoto, endelea kumwangalia Yesu, endelea kumwinua Yesu. Waambie watu, uwezo sina, ni Mungu ndiye ambaye ameniwezesha. Matokeo yakitoka, toa sadaka ya shukurani katika jina la Yesu. Mwinue Yesu kupitia ufaulu wako. Mchana wa leo ninakuuliza, ukimwona Yesu utamtambua unaposoma kitabu cha Marko sura ya 6 fungu la 47 hadi 42. Sijajua yule mama kutoka Mgumu ambaye amepewa kazi ya kusoma, afu shemeji yangu Muha huyo, naonekana ile rangi ni hakika ile. Marko sura ya 6 fungu la 47 hadi 52. Imeandikwa, na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari. Segeleza, na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Ndiyo. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia. Akawaona, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Yaani Yesu ana tabia ya kutuangalia tunaupita katika changamoto. Endelea. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku. Ndiyo. Akawaendea. Akitembea juu ya bahari. Akataka kuwapita. Nao walipomwona anatembea juu ya bahari. Anatembea juu ya nini? Bahari. Shemeji, sikiliza. Yaani alifanya kana kwamba anafanyaje? Anapita. Yaani kuna muda hujanielewa, kuna muda unaumwa, Yesu anakuwa kama vile anapita hivi, kama vile akuoni hivi. Hello? Kuna wakati unapambana kupandisha somo fulani, unapambana hayapandi, kama vile anapita, kama vile hawaoni hivi. Hello? Yes. Naomba nikwambie, anapita vile ili wewe ufanye sehemu yako ya kumwalika katikati ya changamoto yako. Haleluya. Amen. Haujanielewa? Anafanya vile ili kukupa nafasi wewe umwalike, akafanya kama anafanyaje? Anapita. Msomaji, walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga kelele, wakadhani ni kivuli, wakapiga yoe. Ndio 50. Ndio. Sikiliza shemeji, kwa kuwa wote walimwona. Shemeji, ulakose usikae. Yaani Yesu anajifanya anapita kama fanyaje? Haoni. Wao wakamuita ni nani? Kivuli. Mwokozi anaitwa nani? Kivuli. Endelea.
Kwa kuwa wote walimuona, ndio wakafadhaika. Mara akasema nao, akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Haleluya, amen. Leo nakuja kuambia Yesu yuko hapa. Wewe unaipitia magonjwa magumu, changamka, ni Yesu yuko hapa. Ni kwa nini hawakuamini? Malizia shemeji. 51. Ndiyo. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma. Kusikiliza, ili dhoruba iishe, mruhusu Yesu apande ndani ya chombo chako, ndani ya moyo wako. Mruhusu Yesu aingie ndani ya moyo wako, ndani ya darasa, ndani ya ndoa. Mruhusu Yesu, chombo kitatulia. Mruhusu aingie ndani ya biashara yako, chombo kikatulia. Endelea. Wakashangaa sana mioyoni mwao. Wanashangaa, kimetulia. Kapata wani. Wastani umefanyaje? Umepanda. Kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Pigia mstari. Rudi hapo. Kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Tusimame. Tatizo kumbe lilianza wakati wa kila mikate ya miujiza. Hata hawakufahamu habari ya ile mikate, kwa maana mioyo yao ilikuwa nini? Ugumu wa moyo unaweza kuzuia Yesu asiingilie changamoto yako. Ugumu wa moyo unaweza ukakufanya usimtambue Yesu. Wewe ukimwona Yesu unaita ni mzimu. Mungu atusaidie, atuondolee ugumu wa moyo. Ukipata mbaraka mmoja uandike, haleluya, hesabu baraka za Bwana. Hesabu baraka za Bwana. Imba. Zihesabu moja moja. Zihesabu moja moja. Tashanga Mungu alivyo mwema. Tunakwenda kwa maombi. Unapitia dhoruba gani? Unapitia changamoto gani? Yesu yuko hapa. Kwa dakika hizi 2 kimbia hapa mbele. Hatuna muda mwingi, kimbia hapa mbele. Ilete dhoruba yako. Ilete dhoruba yako. Ilete dhoruba yako. Wito wangu utakuwa mrefu sana kwa sababu tuna huduma nyingine kule. Ilete dhoruba yako. Haijalishi umeteseka miaka mingapi, inajalisha Yesu yuko hapa. Haleluya. Haleluya. Yani wewe ambaye unashikaga namba za mwisho, njoo hapa. Njoo hapa na kuthibitishia katika jina la Yesu, dhoruba yako inakwenda kukoma. Sikiliza, form 4 wewe ni 1.7, wine ya 0.7. Form 6 wewe una wine ya 0.3 katika jina la Yesu. Hatujui saa ayakuja kwa Bwana. Kama mwenyekiti wetu wa conference amefika, nimwalike hapa atuletee ombi maalum. Mwenyekiti wetu wa conference, naona kama gari imefika. Mwenyekiti, karibu sana mwenyekiti, uweze kutuweka mikononi mwa Bwana. Watu tunapitia dhoruba mbalimbali, watu tunapitia pepo ngumu sana, na zinatufanya hata tuiache imani. Leta dhoruba zako hapa, msiogope. Njoni tu mpaka hapa, njoni mpaka hapa, njoni tu hapa, njoni, wala msiogope. Njoni tu. Lengo la kukuita hapa mbele ni wewe kumwambia Bwana, mimi I surrender all.
kuleta kwako mambo yote. Njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa. Na mwenyekiti wetu anakwenda kutuombea ili dhoruba zote zisimame katika jina la Yesu. Wapendao haki pana kweli katika chuo cha Mungu, unabii fundisha kuja kwake hatujui. John kuja. Wengine mjae hapa, mwachie watu nafasi wanaokuja. Endelea kuja, endelea kuja. Kwa vile tukeshe atakuja Mwokozi. Jikieni tu hapa, msiogope. John hata hapa. John tu, John. Atakuja kwa fahari ya Baba yake hatujui saa. Asanteni waimbaji. Wakati vijana mnaendelea kuja, usikubali dhoruba yoyote. Upambane peke yako, usikubali. Hautaweza. Usikubali kupelekwa kwa waganga. Kataa. Waganga hawana msaada. Wanafunzi walimuita Yesu kuwa mzimu. Jamani, tusimuite Yesu mzimu. Juma hili kupitia migawanyiko, juma hili kupitia mafundisho makuu, juma hili kupitia masomo ya unabii, Yesu anapita. Tumkubali, tumtambue, naye ataingilia kati na kuondoa dhoruba. Sijaona wakufeli hapa. Kwa uaminifu kabisa, ikiwa wewe unapataka division 4, nyosha mkono wako. Unanyosha, unamwambia Mungu, sitaki 4. Nyosha mkono wako kwa imani. Nyosha tu, nyosha, mchungaji atakuombea. Katika jina la Yesu hamtaiona tena. Nyosha kwa uaminifu. Anataka kukaribishwa. Kuna muda anapita kama vile haoni. Kwa wanafunzi alifanya anapita, anataka wewe mwenyewe ukubali na umkaribishe. Nyosha mkono. Bwana akubariki. Division 3. Huitaki division 3. Huitaki. Unasema mimi sikutaki wewe, toka katika jina la Yesu. Inua mkono wako. Mwenyekiti atakuombea. Division 2, hatutaki hata tu hapa. Division 2, nyosha mkono kwamba mimi sitaki. Mimi ni division 1. Nyosha mkono wako. Bwana akupatie. Pambana. Tutajifunza namna ya kupambana ili tutoboe. Na kama una 1 chini ya pointi 7, nyosha mkono wako. Unatamani uwe na 1 ya 7, nyosha mkono wako. Bwana akubariki. Walimu ni waombe mje hapa. Walimu wote njoni hapa. Mwenyekiti wetu awaombee. Mna kazi kubwa. Ninyi mnatumiwa na Bwana ili kuhakikisha Ikizu inarudi kwenye nafasi yake. Hii Ikizu ni shule ambayo ni kituo cha Bwana, na nawaambia nimeanza kuona inaenda kushika namba 1 kitaifa katika jina la Yesu. Walimu, Bwana wasaidie. Kila F mnazoziona zichukulieni kwamba ni za kwenu, na mpige magoti, mzikatae. Muombe Mungu awape mbinu za kubadilisha F kuwa A katika jina la Yesu. Njoni tu watumishi. Mchango wa watumishi ni mkubwa sana katika ufaulu. Hata aliyoko kule jikoni, chakula kikiwa kizuri, watoto hawaumi matumbo, wanasoma. Kikiwa kitamu, wanasoma kwa utulivu. Walinzi, watu wa usafi, ninyi wote ni vyombo viteule vya Bwana. Leo tunaomba Mungu aondoe dhoruba inayoweza kuzuia ufaulu. Barikiweni. Karibu mwenyekiti. Mwenyekiti wetu mchungaji Joseph John Matongo kutoka Mara Conference katika jimbo letu atatuweka wakifu mikononi mwa Bwana na kutuombea. Karibu mwenyekiti. Basi naona bado watumishi wanakuja. Muzidi kusogea. Njoo Roho Mtukufu uoshe
sasa. Roho Mtukufu, njoo nijaze sasa, utakaseni ayangu, njoo nijaze sasa. Tuombe. Mtakatifu, Mungu wetu na Baba yetu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, wewe uliyeziumba mbingu, dunia na vyote vijazavyo, Mungu mwenye neema yote, uliyemtoa Yesu Kristo kaka yetu mkubwa afe kwa ajili yetu, tunalitukuza na kulihimidi jina lako. Mchana wa leo tumetambua ya kwamba peke yetu hatuwezi, na ndio maana kwa ujasiri tumekuja mbele ya madhabahu, tukiwa tu ni wadhambi, lakini tuliona ujasiri, maana kaka yetu mkubwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Na hivyo nakusihi mchana wa leo, damu yake itoshe kumtakasa kila mmoja. Kama kulikuwa na dhambi ingepelekea maombi yetu yasipokelewe, ninakusihi Baba, samehe dhambi za watoto wako. Hapa wapo wanafunzi wa vidato tofauti tofauti, wapo watumishi wa nyanja mbalimbali. Ninakusihi kila moja kwa jina lake, samehe dhambi zetu. Lakini Baba, tumekuja tukiwa na shukrani sana, maana hata sasa katika mikutano hii makini umeendelea kuongea nasi kupitia kwa watumishi wako. Asante kwa wageni wa kambi hili ambao kwa mwaka huu umewapa zamu ya kutoa huduma hapa Ikizu. Nashukuru kwa namna ambavyo umewatumia katika viwango vya juu, na mchana wa leo umesema nasi tena kupitia mtumishi wako Pastor Kikiwa ya kwamba zipo dhoruba, lakini dhoruba hizo haziwezi chochote tunapokuwa tumekutegemea wewe. Na hivyo watoto wako wamesikia sauti yako, kwa miguu yao wakasimama, haikutosha, wakapiga hatua kuja mbele ya madhabahu. Nami mtumishi wako sasa ninawaombea wanafunzi wote wa vidato vyote, wote kwa kuwa wameingia katika shule hii inayotajwa kwa jina lako. Ninaomba Baba, waondoke wakiwa na ushindi wa hali ya juu. Asitokee hata mmoja katika shule hii kwa vidato vyote atakayefeli, maana wote ni washindi kwa utukufu wa jina lako. Hata walipoulizwa kwamba nani anatamani afeli, hakutokea hata mmoja. Wengi wamenyosha mikono yao wakisema, Baba, tunatamani kuona division 1 za pointi 7. Ninakusihi Baba, watendee kituko cha baraka. Wale ambao wako katika madarasa ya mitihani kwa mwaka huu, uanze kuonyesha vituko vya aina yake. Leta division 1 za kutosha katika taasisi hii. Na wale wote ambao watafanya mitihani ya taasisi hii, asitokee hata mmoja ambaye ataona aibu kwa sababu ya kufeli. Wapatie ushindi wa kishindo kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunaomba kwa ajili ya watumishi wote wa shule hii, kila mmoja ana mchango mahali fulani, na kwa kuwa na wao umepiga hatua kuja mbele ya madhabahu, ninakusihi Baba, afanye kwa baraka kwa wanafunzi hawa. Wapatie umoja, upendo na mshikamano. Wapatie kuwapenda wanafunzi hawa, na kama kulikuwa na mmoja wanamchukia, tangu leo Baba, badilisha historia. Wawapende kama watoto wao, wakiwaandaa kwa ajili ya ushindi wa hali ya juu. Hapo hapo walimu wanaoingia madarasani na kuelekeza, ninakusihi Baba, endelea kuwatumia kama upendavyo. Kama kuna mahali hawajafundisha lakini wamepasahau, na naomba Baba wakumbushe. Kama hapo ndio pana mitihani, wakumbushe, wafanye marudio kwa ajili ya watoto hawa. Na hivyo nawaambia walimu, ingia nao katika madarasa kila mara, wanapokuita waitikie. Tunawaambia uongozi wa shule hii, Mungu wetu, endelea kuubariki wanapokuwa na mipango mikubwa kwa ajili ya taasisi hii,
uendelee kuwaonyesha nyuso wako na wakipiga hatua kwa ajili ya ushindi wa shule hii. Ninaomba Baba, weka wigo mkubwa wa malaika watakatifu kama nguzo za moto katika shule hii. Baba, walinde mchana, walinde pia na usiku. Asante maana umepokea maombi yetu, na kama kuna ombi sijaomba mchana wa leo, lakini mahitaji ya mmoja wetu katika viwanja hivi, watendee kwa kadri ya mapenzi yako. Asante kupokea maombi yetu mchana wa leo, maana tumeomba kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awabariki. Bwana awalinde. Bwana awatunze, na siku zote awaangazie nuru ya uso wake.